Majina naitwa Daktari Evans Taraja. Mimi ni mtumishi wa serikali kuu kwa idara kuu ya utamaduni na turathi, State Department for Culture and Heritage, pale National Museums of Kenya. Na tuko hapa Kisii County kwa ajili ya kuanzisha mradi ambao kwa kimombo tunauita Documentation and Digitization of Indigenous Knowledge and Associated Assets. Yaani mradi ambao unalenga kunakili, kuhifadhi maarifa ya kale na mali asilia ya hii kaunti ya Kisii. Na huu mradi unatekelezwa chini ya sheria ya bunge ambayo kwa kimombo inaitwa Protection of Traditional Knowledge and Cultural Expressions Act 2016. Chini ya hii sheria, serikali kuu ikishirikiana na serikali katuzi mbalimbali na jamii mbalimbali wanabidi watambue, wanakili na wahifadhi na kuongeza dhamana kwa haya maarifa ya kale na mali asilia ambayo iko kwa kila kaunti, ambayo iko kwa kila jamii. Wiki hii tuko hapa Kisii County. Kisii County ikiwa baadhi ya kaunti 13 ambayo iko kwa umla wa kwanza. Umla wa pili utahusisha kaunti 20 na umla wa tatu utahusisha kaunti 14. Wiki hii tukiwa hapa Kisii County kuna vitu viwili kuu vitatendeka. Kitu cha kwanza ni kwamba kuna vijana ambao kwa kimombo tunawaita Young Champions for Culture. Na tayari waziri wa utamaduni wa hii serikali katuzi na timu yake wametusaidia, wakaleta hawa vijana ambao ni 30. Tunakuwa nao 30 kwa kila kaunti. Hawa vijana pamoja na maafisa kutoka kwa serikali katuzi ya Kisii na viongozi wa jamii hapa watapitia kwa mafunzo kuhusu huu mradi wiki hii nzima. Hayo mafunzo yatalenga kuwafunza kwa masuala ya utamaduni na haswa yale maarifa ya kale na mali asilia ambayo hii kaunti imeorodhesha inakiliwe. Kitu cha pili ni vile watatumia vyombo ambavyo serikali kuu imenunua, ni vyombo vya teknolojia ya ICT ambavyo vimenunuliwa na vitatumika kwa hiyo shughuli. Tayari mafunzo yameanza tangu jana na yanaendelea. Ningependa tu kutambua kitu kimoja kwamba wamechakua vijana ambao wameonyesha tayari wako na ari na wako na uwezo wa kufunzwa na watekeleze huu mradi. Kwa hivyo hapa tumeanza vizuri. Nikimalizia tu hii wiki, Alhamisi ndio huu mradi utaanzishwa kirasmi, na imepangiliwa kwamba siku hiyo ya Alhamisi His Excellency the Governor na pamoja na katibu mkuu kwa idara ya utamaduni na turathi, our principal secretary, ndio watakuja wawe wakianzisha huu mradi kirasmi. Na siku hiyo itakuwa siku kuu kwa sababu chini ya hiyo sheria ambayo nimeizungumzia inatakiwa kwamba mapatano ambayo kwa kimombo yanaitwa Prior Informed Consent Agreement itiliwe sahihi baina ya kaunti hii na serikali kuu. Na pia hayo mapatano hawa viongozi wa jamii wataweka kidole. Na hiyo sasa chini ya sheria tutakuwa sasa tumepewa idhini ya kuanzisha huu mradi hapa Kisii. Nikimalizia tu, baada ya hii wiki tutakuwa na siku 30 ambayo sasa hawa vijana ambao watakuwa wamefunzwa jinsi ya kunakili na kuhifadhi haya maarifa wataanza sasa kazi. Wataanza kazi wakiwa wanaelekezwa na hawa wazee wa kutoka kwa jamii, wataenda kwa sehemu mbalimbali kunakili, na baada ya siku 30
mtakuwa kama Kisii County chini ya hiyo sheria na kitu tunaita kwa kimombo Kisii County Digital Register. Hiyo sasa ndio itakuwa imehifadhi hayo maarifa. Na nikimalizia tu kitu kimoja nisisitize. Huu mradi si mradi wa wiki moja ama mradi wa siku 30. La hasha. Ni mradi ambao utaendelea kwa muda. Na tayari tunataka kushukuru waziri ama kushukuru serikali ya Katuzi ya kaunti ya Kisii kupitia kwa waziri na idara yake. Wamefanya kitu kimoja kuhakikisha kwamba huu mradi utaendelea baada ya kuanzishwa wiki hii. Na hiyo kitu wamefanya ni kwamba wameorodhesha huu mradi kwa mpangilio mkuu wa kaunti ambao kwa kimombo unaitwa County Integrated Development Plan. Sasa hiyo kama serikali kuu tumefurahia sana kwamba huu mradi uko na future. Mimi ni waziri wa utamaduni katika kaunti ya Kisii. Nimekuja hapa kujiunga na wenzangu wa serikali kuu kuhakikisha kwamba huu mradi wa documentation of indigenous knowledge umeendelea vizuri, na tayari sisi kama kaunti ya Kisii tuna ushirikiano mzuri. Vile ambavyo mwenzangu Daktari Taracha ameelezea, tumetafuta vijana 30 kutoka maeneo mbalimbali katika kaunti ya Kisii, wadi 45, ambao wamejiunga nasi hapa, wameendelea na masomo, na vile vile kuna wazee kutoka Council of Elders ambao wako na sisi hapa. Na huu mradi utakapoanza hii wiki utaendelea kwa siku 30 na utaendelea miaka nyingine, kwa sababu tumeiweka katika CIDP yetu kuhakikisha kwamba utamaduni wetu kama Kisii umenakiliwa vizuri na umehifadhiwa vizuri kwa vizazi vingine kuweza kujua jinsi ambavyo sisi kama jamii ya Wakisii tumeendelea kutoka siku za hapo mbeleni. Vile vile ni vizuri nielezee kwamba baadhi ya sehemu ambazo watatembea Manga, wataenda kule Tago, wataenda kule Tabaka kwa Soapstone, waweze kunakili na kuhakikisha kwamba wanajua yale ambayo sisi kama Wakisii tuko nayo, ambayo kwa wakati mwingine huenda hayapo katika sehemu zingine. Kwa hivyo si mradi wa kawaida, ni mradi ambao serikali kuu imeweka pesa ya kuhakikisha kwamba at the end of the day tutakuwa na hifadhi yetu, tutakuwa na document yetu kama Kisii, inaitwa KISII County Register yetu, ambayo tunafungua na kuweza kujua yale ambayo tuko nayo katika mambo ya utamaduni. Asante sana, na ni kuhakikishia kwamba sisi kama kaunti ya Kisii tutashirikiana na wao na tuhakikishe kwamba tunaendeleza huu mradi. Tayari tumetafuta sehemu katika kaunti yetu ambapo wataweka hizo kompyuta zao, na hao vijana mahali ambapo watakuwa wanakuja wanaweka yale ambayo wameyanasa kutoka vijijini. Kwa hivyo ni mradi ambao tayari tumejipanga, tumeweka tayari kila kitu. Mimi naitwa Samuel Bosira Ngwenyi, mmoja wao wa Council of Elders. Sisi tuko hapa kwa sababu tumealikwa na county government kwa hii kikao, na kinasimamiwa na waziri wetu wa mambo haya. Na naambia Wakisii hivi, vile watu wetu ambao walikuwa na akili nyingi ya madawa na maneno ingine ambayo ilikuwa inasaidia sisi kabla mzungu akija hapa, au watu walijua wamepotea moja kwa moja, wanakufa, na wale ambao wamebaki ni wachache sana. Pia mashamba yetu yamekuwa madogo na yamelimwa kila mahali. Wameng'oa ile miti ambayo ilikuwa ya maana mpaka imemalizika, lakini kuna sehemu kidogo kidogo kama settlement scheme mahali unaweza pata hiyo miti. Kwa hivyo hii kikao ambao kinakuja kudocument hii madawa, hii knowledge ambao wale ambao wamebaki wako nayo, itakuwa kitu muhimu sana. Kila wakati watu wanalia ati wasee wanamalizika na knowledge yao ya madawa. Kwa hivyo ni kitu cha maana,
pia tumeambiwa kwa hii kikao italeta uchumi kwa watu wetu wa community, industries na vitu vingine. Sasa na wakumbusha kitu kama ile dawa inaitwa obuaranse. Obuaranse ni antibiotic ya watoto. Sasa watu wakipanda hiyo kwa wingi, investor anaweza kuja hapa atengeneze hiyo madawa, na jamii, county government ndio itapata pesa nyingi kwa sababu ile wanaita royalties. Kwa hivyo tunashukuru, tuna support, tunasikia vizuri kwa waziri wetu na serikali ya county, gavana wetu, na hasa central government ambayo imekuja kufacilitate tena kufundisha sisi hii maneno yawe documented. Sasa kama kwa KISII tuko na furaha, hii maneno yetu, akili yetu ambayo tuko nayo haitapotea bure, itabaki na itashidi kubaki na itasaidia vichukuu na vitukuu mpaka hapo mwisho. Kwa majina mimi naitwa Rachel Abuta. Mimi ni mmoja wao vijana ambao wameshaguliwa kwa kuweza kwenda kunakili na kupata maelezo zaidi kuhusu jamii ya Omogusi na utamaduni wake. Hapa hivi leo sisi tunaendelea na mafundisho ambayo tunaendelea kwa wiki moja, na baada ya hiyo wiki moja tutaenda kuanza kunakili hizo utamaduni za Wakisii ama hapa Omogusi vile alikuwa anaishi kitambo, na tuko na uhakika kwamba hiyo habari ambayo tutapewa kutoka kwa Omogusi ambaye ni mwanzilishi wa utamaduni wake itakuwa ni ya maana sana, na hapa mbeleni tutakuwa tunahifadhi, kwa sababu kupitia kwa kaunti yetu ya KISII na serikali yetu kuu tuko na imani kwamba KISII ndio itakuwa mojawapo ya zile kaunti mzuri zitakuwa zinapewa first opportunity ya kunakili tamaduni za kila jamii. Na niko na uhakika kwamba sisi kama jamii ya Omogusi, tamaduni zetu ndio zitakuwa za umuhimu sana katika nchi yetu ya Kenya, na tuna imani kuwa sisi ndio tutakuwa the best among the other counties. Asante sana na tunashukuru kwa yote.